Kwa maana ipi? Kuna wakati unaweza kutamani kufanya kitu, lakini mikwamo, kushindwa uko ni kwingi sana. Wanasema unaweza kukaa chumbani ukalia peke yako, ukafanya kila kitu peke yako na isiwe imekusaidia. Ukatamani ushirikishe ndugu jamaa na marafiki. Njia ipi bora ya mimi kuweza kuondokana na magumu ambayo napitia kwenye kuhitaji kufanikiwa? Asante. Kwanza niongee kitu kimoja kwamba hivi unajua kwamba wewe leo yawezekana matokeo ya wazazi wako. Yaani kwamba wewe leo umefika katika hiki kipindi ni matokeo ya wazazi wako. Kwa sababu gani? Ulivyokuwa mdogo, naweza nikatoa mfano. Wazazi wako walikuambia nini juu ya watu matajiri? Mfano, kuna baadhi ya wazazi unaona watu matajiri wana rushwa, wana roho mbaya, makatili. At the same time, kumbuka unakuwa unazidi kusikia yale maneno na zile kauli. Kauli zina uwezo wa kuleta kitu kisichokuwa na uhai kikawa na uhai. Ulishawahi kujiuliza kwamba ni kwa nini sikio lako limekaa kama mtoto aliyeko tumboni mwa mamako? Ushawahi kuwaza hicho kitu kwa nini limekaa hivi? Waliosoma kidogo watakuwa wananielewa kitu kwa nini limekaa namna hii. Ina maana kwamba chochote kinachoingia kinaweza kuleta uhai. Ndio maana leo kuna vijana wanakuambia tu yani mimi nikipata tu maisha yangu tu, yani kama naweza kula tu basi natosha. Unaona? Kwa sababu wazazi tangu walipokuwa mdogo anambia ukiwa na hela sasa unakuwa na roho mbaya, watu wataanza kuita mchoyo, watu wataanza kuita mla rushwa. Kwa hiyo ile maneno lazima kujengea, kama mtu anamjengea hofu, amnyima uthubutu wa kufanya vitu vikubwa. Hivyo ni waasi wazazi kwamba jamani, angalia sana maneno unaoambia mtoto wako kwa mdogo. Yana uwezo wa kuleta changamoto kubwa sana katika maisha yake ya baadaye. Kwa hiyo maana akasema labda Tanzania ni nchi maskini au Afrika sisi ni maskini sana. Kwa nini? Tatizo ni wazazi. Mtoto wako alipokuwa mdogo ulimwambia nini kuhusu pesa? Alipokuomba pesa ulimwambia nini? Baba, naomba shilingi 200 nifanye kitu fulani. Yaani wewe mtoto, wewe sasa hivi una tabia mbaya sana. No. Taratibu mwanangu, unahitaji kitu fulani ndio. Taratibu. Kwa sasa sina pesa, lakini nikipata pesa na kuahidi nitakupatia. Communication skills, kitu cha msingi na cha muhimu sana unapoongea na mtoto wako. Hivyo turudi kwanza kwenye swali. Kwa hiyo naomba kwanza uulize swali tena upya, alafu nilijibu. Nitamani hicho kidogo watu wakisikie kwa sababu ni cha muhimu sana. Yaani imagine umemwambia hivi afu jina lenyewe umemuita Shida. Tegemea apate hela. Turudi hapo kwenye msingi wa swali ambapo kwenye kujitafuta, kwenye kufikia lengo, kuna zile panda shuka ambazo unaweza kuwa unazipitia. Leo umeshuka kwa kiwango hiki, kesho umeshuka kwa kiwango hiki. Unatamani useme basi inatosha. Unajua unakaa chumbani unajiliza peke yako, unawanunia watu bila sababu za msingi. Wakati mwingine unaweza kumshirikisha mtu. Natafuta njia ipi bora ya mimi kuweza kujituliza kabla sijafika hatua mbaya zaidi hiyo ambazo tunaziona, wengine wajinyonga, wengine kukatamaa kabisa hivyo. Asante sana. Swali zuri. Hivyo ningependa msikilizaji wa TKFM usikilize hili jawabu na kale kwenda kulitoa kwa makini sana. Iko hivi. Kitu cha kwanza cha muhimu ambacho inabidi uwe nacho, amini kwamba katika kila wazo linalokuja katika ufahamu wako una uwezo wa kulifanya. Ndio maana limekuja kwako. Yaani timisa kwamba una uwezo wa kulitoa katika ufahamu wako ukaleta katika muonekano wa nje. Sawa? Kwa imani ni kitu cha msingi. Anakuambia hivi, kila kitu ambacho kinakuja katika maisha yako ni matokeo ya mawazo yako, ni matokeo ya imani yako. Kwa unachokiamini ndicho kinachokuja. Sasa iko hivi, kuna kipindi watu wengi tunafanya vitu lakini hatuoni matokeo. Nilipokuwa nikisoma kitabu cha Atomic Habits, kilielezea kwamba kuna kitu nakiita the area or the period of disappointment. Hiki ni kipindi kati ya matarajio au mategemeo uliokuwa nayo pamoja na uhalisia wa kitu husika. Hivyo unaweza kuwa unafanya kitu lakini hauoni matokeo. Wewe unajua tu kwamba upo katika period of disappointment au katika kipindi ambacho haitakiwi uone matokeo. Mfano, mvua inaponyesha si kwamba jua haliwaki. Linawaka, lakini kuna wingu jeusi limezuia ule mwanga wa jua usipite. Muda unazidi kwenda, ile wingu litatoka, alafu ule mwanga wa jua utafanyaje? Utapenya na utauona. Hivi kitu tunachozungumzia ni kwamba inabidi tuwe wavumilivu. Tuamini kwamba kama hili wazo limekuwa na uwezo wa kuja katika ufahamu wangu, ninaweza nikalifanya. Nakupa siri moja ni kwamba